Mambo ni aje wapendwa? Mnaendeleaje wote huko na uzima? Karibu sana bwana. Leo tunaweza tukaongea kidogo juu ya mambo yanayoendelea huko Tanzania. Unajua kwa vitu vinavyofanyika sasa hivi kwa Tanzania ni vitu vya kusikitisha sana. Ni vitu vinahuzunisha, yaani kuliko hata wale wanaobeba madawa ya kulevya. Vinahuzunisha, vinachafua nchi, vinachafua yani sura ambayo dunia nzima ilikuwa imeiweka Tanzania katika kundi la nchi ambazo zina amani sana na mfano wa kuiga kuliko hata nchi za Ulaya. Lakini leo hii nchi ya Afrika, nchi ya Tanzania imekuwa ni nchi moja ya ajabu sana, yenye mambo ya ovyo, mauaji ya kutisha, yani kila mtu anajifanyia anavyotaka. Jana nilikuwa namsikiliza mkuu wa mkoa anasema kwamba mauaji yanayofanyika sio ya halaiki na wala sio ya Watanzania, ni mauaji kwa watu ambao ni wageni. Kuna wageni wametoka nje ya Tanzania kuja kufanya uhalifu Tanzania? Wapo. Na kama kuna wageni wamefanya hivyo, ni wapi na ruhusu kwamba mtu kama akiwa mgeni utu wake unaondoka kuwa mtu? Kitendo cha mtu kuwa mgeni utu wake unaondoka kuwa mtu, anaruhusiwa kuuawa kinyama na kishenzi namna hiyo? Ni wapi inasema hivyo? Wapi? Sijawahi kuisikia hiyo. Ndio naisikia juzi tu kwa mkuu wa mkoa akiwa anasema haya mambo. Lakini mimi leo kitu kilichonifanya ni rekodi hii ni kitu kimoja. Nakumbuka nilivyokuwa mdogo niliwahi kuulizwa swali moja hivi, kati ya mkeo na wazazi wako, tuseme mama yako yuko pale kwenye maji wanazama, hiyo ilikuwa hivyo, mama au mke wako baharini wanazama. Sasa unaruhusiwa kumuokoa mtu huyu mmoja, wanaambiwa kamuokoe mtu huyu mmoja kati hao wawili, mamako mzazi na mkeo. Kumbuka mkeo, nikisema mkeo ina maana ni mtu ambaye ushamuoa, umefuata utaratibu wote wa harusi, ushamuoa, kashakuwa mkeo, ndio huyo mkeo. Mama yako mzazi, kama hivyo wote tunaelewa maana ya mama mzazi. Sasa swali ni hilo, mama yako mzazi anazama baharini na mkeo anazama, lakini una uwezo wa kumuokoa mtu mmoja, utamuokoa nani? Kifupi ni kwamba mimi jibu langu lilikuwa ni kwamba mke wangu. Mama yangu mzazi anazama na mke wangu anazama, nitakayeenda kumuokoa ni mke wangu. Maelezo yangu mimi yako hivi, yanaweza yakawa ni maelezo ambayo hayaafiki na wewe, lakini mimi ndio maelezo yangu hayo. Ni kwamba namuokoa mke wangu kwa sababu mke wangu nimemuoa na nikasimama mbele za watu nikaapa. Kuna kitu kinaitwa kiapo. Mke wangu niliapa kwenye shida na la nitakuwa naye. Shida imetokea, ni mama anazama na yeye anazama, kiapo kinatumika hapo. Linapokuja swala la mama yangu namheshimu sana na ni binadamu wa kipekee sana duniani, lakini sina kiapo naye. Sikuapa popote kwamba mimi nimejifunga. Unajua kiapo kinafungwa. Kwa hiyo kuna mara ambapo mimi nilijifunga kuhusu mama yangu kwamba ikitokea hivi na hivi niwe tayari. Hicho kiapo mimi sikufanya. Sasa lengo la kuleta hii hoja kuhusu kiapo kati ya mke wangu na mama yangu ni kwamba hawa viongozi wetu, nimeona viongozi wengi wanachukua viapo, wanaapa kwa imani zao. Mkristo anaapa kwa imani ya Ukristo wake, Muislamu anaapa kwa Uislamu wake, lakini inapokuja kwa swala la kutekeleza hivyo viapo vyao, wamekuwa ni tofauti kabisa na kila ambacho wamekisema. Lengo la kusema hivi ni kwamba lingine hilo, hicho kiapo unachokiapa hicho kitakuja kukugeuka. Nimegundua kwamba watu wengi wamegeuza viapo kama ni utamaduni fulani hivi, yaani ni utamaduni tu, mtu ambaye anajiongelea maneno, lakini maneno nayo yasema hayo yatakuja kukugeuka wewe na kizazi chako, yatakuja kukutafuna.
nakupa onyo, nakupa ufafanuzi tu wa vile viapo unavyovisema. Unaweza ukawa unavizarau maneno nayo yaongea, ukawa wewe unayadharau, ukayaona kwamba yana maana, ukawa unayaongea tu kama utaratibu wa kuongea, au kavichukulia hivyo viapo kama ni utamaduni tu, utamaduni tu. Lakini hayo maneno yana maana sana na ni makali. Hayo maneno yatakuja kukugeuka. Maana kifo na uhai vipo kwenye ulimi. Unajua ulimi wako umebeba uhai, ulimi wako umebeba kifo, na ulimi wako huo utakuja kukuadhibu. Nyie mnaokaa hapo kukusanya watu, na wakusanya watu wote wanakaa wanakusikiliza, kumbe unachokiongea hapo sicho utakachokitenda. Unachokiapa hapo sicho kilichoko rohoni kwako. Unajidanganya wewe na uzazi wako. Fanya unachokifanya, panga unachokipanga, maneno yako yatakuja kukupangua mwenyewe. Ogopa sana maneno ambayo unayatoa ukiwa unaapa. Ndio maana mimi wasikimbilii kuapa ovyo ovyo. Kama kuna viapa ambavyo niliwahi kuviapa hapa duniani, lazima nikitekeleze. Kimoja wapo ni kuhusu ndoa. Ndoa ndio kiapo ambacho mimi niliapa mbele za watu. Niliapa mbele za watu, na kama niliapa imenifunga. Na kama nataka kutengua hicho kiapo, unabidi ufuate utaratibu mzuri tu utengue hicho kiapo. Ni hivyo hivyo. Wewe unayeng'ang'ania kutuongoza wananchi, unang'ang'ania kuwaongoza Watanzania, alafu ukitumia kiapo ambacho najua kabisa kwamba hutokitekeleza hicho kiapo. Ogopa sana hayo mambo. Achana hayo mambo. Usifanye hivyo. Ndugu yangu, usifanye hivyo. Mimi nakushauri achana na hiyo tabia. Itakugharimu. Kama unajijua kwamba huwezi kusimama na viapo vyako, achana na kuapa. Wewe chukua tu nchi, anza kuiendesha utakavyoiendesha wewe. Lakini ukisimama na viapo kwamba utalinda sheria, utalinda katiba ambayo inasema mimi nikikosea nipelekwe mahakamani, wewe unipeleki mahakamani, unaniteka, unaenda kuniua, unanitupa huko. Yaani wewe unaiendesha serikali kama wale raia wa kule Mwananyamala kwa Mtogole sio wapi huko. Maneno ya Manzese kule, wanakamata mwizi, wanajipigia, wanajichomea moto. Nchi inafanya harakati, kuna wanaharakati wanafanya kazi kuhakikisha kwamba raia wanakuwa watii wa sheria. Tii sheria. Leo hii tunaongelea kutii sheria. Je, wewe unatii sheria? Unaambia